Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Eti anakuja mjinga anasema au jitokeze useme ulikosea, au kama ukosea basi jitokeze useme, yani uje uwape kiapo cha laana. Mshahara ule wewe, alafu mimi nije niape kiapo cha laana. Siwenda wazimu. Mshahara unatoka Vatican unaletewa wewe. Badala wewe ndio uwape kiapo cha laana kwa kula hela za laana, eti unataka kwamba mshahara ule wewe, alafu kiapo cha laana nje niape mimi. Si wewe huu. Wewe unaenda wazimu. Uchizi kabisa. Narudia tena, mawahabi 90% kama sio zote wanalipwa kutoka Vatican. 90% leo kapunguza 10%. Kwa hiyo imebaki 90. Kuna watu amewachomoa wale waliomfuata wakamuomba, bana tunakuomba haya mambo nyamazi. Acha hii dini, acha kulingania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio wewe diwani ni mrongo na humuogopi Allah Jalla wa Ala. Lakini nakwambia ikiwa maneno yazungumza ni ya batil, wallahi wa billah tunamuomba Allah Jalla wa Ala yakupate maneno haya, yakugeukie wewe. Na yeyote anayezungumza kama hivi kwa makusudi, hali ya kuwa ni uongo. Kuna watu wengine wamechomekwa majisusuna, wamechomekwa kwenye dini ya Allah Jalla wa Ala, kazi yao kuchafua. Na kuna watu wengine washabiki tu, wanalipo kweli au sisi tuwasamehe hao. Watu wa comment wale, mshahara wa Vatican kadha na kadha, lakini wewe hatukuachi. Tunamuomba Allah Jalla wa Ala akufedheheshe kwa maneno yako haya ikiwa ni uongo na si kweli. Sasa tutaona, tunamuomba Allah katika hilo, afutie tuone huyu kama atasalimika na hili jambo. Uendelea kulisema hivyo hivyo kwamba Vatican inawalipa Vatican, ili wadhanishe watu waikatae da'wa kwa sababu ya maneno yako haya, alafu uje uone kitachokutokea. Endelea sasa. Naam, ngoja tuishie hapo katika. Lakini kwa ufupi mbele huko amesema kwamba wewe, yani mimi hapa kuna jina ameniita, sema nyinyi vitu gani sijui hivi, vidini sijui mnatumika nyinyi. Kwa hiyo zile audio tunazozungumza wale mashehe zetu sasa wanachukua, wale wanatuma Vatican huko, wanatuma Saudia zina Vatican, wakishasikiliza wale wanasema kazi inafanyika safi, wanatuma pesa. Kwa hiyo sisi ni vibaraka tutatumika. Muogope Allah Jalla wala, utaangamia wewe. Usisema mimi nitaingia motoni mimi. Anambia utaingia motoni wewe na mawahabi wenzako. Diwani utaangamia. Hayo maneno yako yatakudhuru. Wewe fanya maskhara. Endelea kusema hivyo hivyo. Uwasingizie Waislamu ambao wamesimama katika usawa kwamba wanakula mshahara kutoka Vatican kwa sababu ya jambo hili wanalolifanya. Wallahi wewe huwezi kubaki salama. Allahumma urejee katika usawa. Tubia kwa Mola wako Allah kabla hajakudiriki. Wa illa hayo maneno yako yatakuja kudhuru. Nakwambia bwana Yusuf Diwani kwamba maneno yako haya unayazungumza umekataa kuapia. Mimi najua huwezi kuapa kwa sababu anajua maana ya kiapo ni nini. Sasa sisi tumwambia kwamba ikiwa hataki kuapa na anaendelea na maneno haya maneno biidhnillah yatamdhuru, na watakushuhudia watu kwamba wewe maneno yale yamekudhuru. Endelea hivyo hivyo. Jana pia kazungumza tena kuonesha kwamba hayaachi haya maneno, na shaweka msito kwamba sitoyaacha. Naam. Kuna jambo hili napenda niwe nalirudia mara kwa mara, na nitalirudia sana, ya kwamba wanapata tabu kweli wahuni kwa ile mishahara wanayokula kutoka Vatican. Wanapata tabu mno, wanahangaika kutukana matusi makubwa kwenye makomenti. Sasa inawasaidia nini? Watu washajua kwamba mrija unatokea wapi kuleta balaa. Na mimi nina ushahidi wa hayo kwa 800%, na ushahidi wa hayo. Nasikia ana ushahidi wa 800%. Yani kutoka 100 mpaka 800 ana ushahidi. Diwani, ihurumie nafsi yako, utaangamia wewe jamaa wewe. Uendelea hivyo hivyo. Sasa amesema narudia. Endelee kukariri hivyo hivyo. Alafu ataona atafomtokea puani huyu hajui watu wa haki. Walisimama kwenye haki. Haki ni yenye kunusuriwa ayuhannas. Na haya si ya diwani tu. Yeyote anayewasingizia ahlus-sunna hasalimiki. Nitakupeni mfano. Kinataja kisa cha mtu mmoja aliyemsingizia, alikuwa ni Saad. Alikuwa Saad ibn Abi Waqqas. Kamsingizia maneno gani sikumbuki. Lakini mwisho wa yote Allah akampa udhalili, akampa mtihani wa kuwatazama wanawake. Kila mtazama wanawake, kila mwanamke anayepita yamtazama mpaka kope zake hizi zikatoka zote hizi kwa sababu ya laana ya Saad
ibn Abi Waqqas alivyomsingizia. Lakini kadhalika kisa cha wale waliomsingizia nani kwamba anaparamia kuta za Ahlul Bait kuchungulia wake zao, akaombea laana. Wengine waliungua kwa moto, wengine wakaghariki kwa maradhi mabaya. Ala kulli watu walipata dhurba. Nimesahau tu visa hivi vya kina nani yaliyotokea. Kwa hiyo jambo la kumsingizia mu'min ni jambo moja baya sana. Huyu hajui madhara yake. Sasa kama hujui madhara yake, wewe utakuwa dharbul mithal. Diwani alimpata yule. Uendelea hivyo hivyo na ujinga wako huo unaofanya wa kuwalaghai watu kwamba sisi twalipwa, alafu uje uone kitachokutokea. Na biidhnillah waislamu watakushuhudia, kuanzia wanaokusapoti na wanaokupinga, watakuona kwamba wewe ndiye mfano wao. Uendelea hivyo hivyo, wa illa ukome, au uje uthibitishe kwamba jamani, mimi nilidanganya. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muogope Allah jalla wa ala. Usiwasingizie waislamu kwa sababu ya batili usimama nazo, kwa sababu wamekushinda kihoja ukaanza kuwasingizia ili watu unafanya tamfiri kwa watu wasikubali dawa salafia kwa sababu ya maneno haya, wala watu wakupatilizi. Lakini hayo maneno yako yatakudhuru. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah jalla wa ala aliye juu ya arsh, ikiwa anayasema ya uongo huyu diwani, basi yampate maneno haya. Endelea Sheikh. Mawahabi 90% wanapokea mshahara kutoka Vatikani, unakuja Saudia, kisha unagawanywa katika matawi yao. 90%. Ni 10 tu ndo ambao walionusurika na mishahara. Tena na hawa 10 naweza nikawabainisha nikitaka mwenyewe kwamba ni kundi fulani la mahala fulani. Hawa wenyewe wana misaada yao kutoka mahala salama. Maana ukipokea msaada kutoka uliotoka Vatikani, maana yake wewe ni Mkristo mambo leo, yani umeletewa mshahara kwa ajili ya kupromo Ukristo. Unajua utakuwa una promo Ukristo, haujui utakuwa una promo Ukristo. Kwa ufupi, wale mazayuni wahabi wote ni mazayuni wa Kikatoliki imepungua 10%. Kwa hiyo kuna mawahabi ambao si mazayuni, sio? Lakini tuache haya anazungumza bwana diwani. Mimi nataka nikwambieni kitu kimoja. Huyu anafanya makusudi ili watu wakimbie dawa salafia, na haiwezekani hiyo biidhnillah. Lakini haya maneno yatamdhuru, na nyinyi mtakuja kuniambia biidhnillah. Allahumma atubie, arudi kwa Mola wake Allah jalla wa ala. Na sitomnasihi huyu bwana huyu arudi kwa Allah jalla wa ala. Kwanza acha itikadi mbovu aliyokuwa nayo chafu, itikadi ya kikafiri. Lakini kadhalika aache kuwatukana Ahlus-Sunnah, sababu yeye atukani kwenye mambo haya ya uluullah pekee yake, atukana kwenye mambo mengi. Kila sehemu anapompata mtu anazungumza atamleta hapo mawahabi kikaangoni. Studio yake imekuwa ni sehemu danguro la matusi. Sasa inatakiwa akome na hii tabia. Hii tabia bwana diwani itakudhuru na utakuja kudhalilika na kufedheheka. Na hata tunakwambia si utani, na mpaka sasa ushaanza kufedheheka. Vile tulivyokubainisha, mimi nilikuwa nahisi labda atachukua muda mrefu atajadili. Kakimbia hutuba 3 za mwanzo, huyo kakimbia kaanza kuwatafuta wasaidizi kabla hajasikiza hata mihadhara. Sasa hivi ameanza vijembe kwenye balagha. Sasa amuogope Allah subhanahu wa ta'ala juu ya maneno yake haya, na amuogope Allah anayewatukana Ahlus Sunnah wal Jamaa ambao wamesimama katika usawa, akawazungumza kwa batil. Haya mambo yatakuja kumdhuru Sheikh Yusuf Diwani. Sisi tunakuambia haya si kwa sababu tuna maslahi na wewe hata chembe, wala si hatujuani na wewe. Lau kama ungekuwa onekani kwenye runinga, pia tungekuwa tujua sura yako tuijui kama ambavyo wewe utujui. Maki anasema watu unaongea naye yeye akujui au unamjua. Kwa hiyo mkikutana mwapishana, alafu yeye anakujua huyo diwani, alafu wewe humjui. Sasa yeye huyu bwana anatafuta umaarufu kupitia kuwatukana Ahlus Sunnah na kutafuta kama ni viewers kwa ajili ya kuwatukana Ahlus Sunnah. Amuogope Allah subhanahu wa ta'ala, atakuja kudhalilika. Wallahi wa billahi wa tallahi nakwambieni. Na yeye kama haamini, aendelee hivyo hivyo na msimamo wake huo, afanye hivyo anavyofanya, aseme anayasema, alafu mtakuja kuniambia. Tunafahamiana? Kwa hiyo bwana diwani arekebike, ajirekebishe. Tabia zake alizokuwa nazo sio nzuri, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini salama yake ni kurejea katika usawa. Na sisi inshallah kama ataendelea kusema kwenye balagha hili, tutaendelea kumjibu hata kama ni Alhamisi ijayo, sababu Ijumaa kesha tutakuwa na muhadhara.
hata kama ni Alhamisi ijayo. Yani akizungumza mtasikia tangazo, muhadhara, mpaka afike hatua aone kwamba kweli nikisema najibiwa. Nikisema najibiwa, kama alivyokuwa hakuna mtu kisoi kama bwana Ayubu huyo, Muhammad mzee anamwita Muhammad mzee. Lakini naye alikimbia. Kakaa kama miezi mitatu akategeshea, watu washapotezea, akarudi tena akauliza maswali yani. Kwa sababu hana hoja tena. Ili jambo uweze kusimama nalo ukafaulu hata siku moja, kwa sababu unapinga ului Allah Subhanahu wa ta'ala, ambaye ni sifa katika sifa za Allah alizojisifia nazo yeye mwenyewe. Wewe waje wapinga bana, alafu watukana watu wanaothibitisha na hali ya kuwa katika haki, bila shaka uweze kufaulu. Lakini jambo la mwisho, hilo jambo la Vatican, hilo inatakiwa lirekebishe bwana diwani kabla ya kufa kwake, na muogope Allah Subhanahu wa ta'ala katika maneno yake anayozungumza. Asitumie uongo katika kuteta hoja. Tumia hujja, huna nyamaza. Kama wanavyonyamaza wenzako baadhi yao, wakijibiwa alhamdulillah, hao wanaachana na habari hizo, kwa sababu wanajua tukijibu tunadhalilika, kwa sababu huwezi kushindana na haki hata siku moja.